Hello guys, do you know this? Katika finance kuna aina tatu za income. Kuna active income, business income na investment income. Sasa active income hii ni aina ya kipato ambayo inahusisha uwepo wako. Ili upate hela unatakiwa ufanye kazi, uwepo site. Ndio inaitwa active income. Usipokuwepo au uingizi kipato. Njia ya pili ni business income. Aina hii ya kipato inahusisha kutengeneza mifumo ambayo still itakuwa inafanya kazi hata kama usipokuwepo. Maana yake hata kama usipokuwepo still unaendelea kugain, unaendelea kuingiza pesa. Njia ya tatu hii ni investment income, ambayo hapa kitaalamu nasema pesa inafanya kazi kwa niaba na sio kufanya kazi kwa niaba ya pesa. Pesa inafanya kazi kwa niaba yako. Kwa mfano, ukinunua hisa, pesa inafanya kazi kwa niaba yako. Ukinunua bond, pesa inafanya kazi kwa niaba yako. Ukinunua vipande katika mifumo ya uwekezaji kama UTT, fedha inafanya kazi kwa niaba yako. Hauhitaji uwepo wako, hauhitaji gharama yako yoyote ile, na still utakuwa na gain a profit. So ili ufikie uhuru wa kifedha, either uoperate business au uwe investor. Na cooperate business tunakuzungumzia hapa, maana yake uwe umetengeneza system ambayo itakuwa inafanya kazi hata kama usipokuwepo, unaingiza hata kama usipokuwepo. Hapo ndo unaweza kufikia uhuru wa kifedha. Lakini kwa active income still bado tunaendelea kustruggle, na watu wengi wapo katika active income, wanaingiza kipato endapo wanafanya kazi. Wasipofanya kazi hawaingizi kipato. Kwa hiyo ili tujikwamue, tunatakiwa tuje katika kundi la pili, business income na investment income, au yote mawili. Hapo tunaweza kufanikiwa kifedha. Asanteni sana kwa kunisikiliza.